Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa mtumishi Noeli Michael Kapinga. Natumika katika nafasi ya kiongozi wa kiroho katika kanisa la Efata, nikiwa ni msaidizi wa mtume na nabii Josephat Elias Mwingila, ambaye ndiyo mwanzilishi wa kanisa letu la Efata ulimwenguni kote. Yeye ndiyo baba yetu wa kiroho aliyetuzaa wote katika Kristo Yesu. Mimi ni msaidizi wake. Kwa nini mfungo na maombi? Na kwa nini kufunga na maombi? Kanisa kama la Efata limeazimia sana kwa kanisa zima lifunge mwezi wa 5, yaani mwezi wa Mei. Biblia inatupa picha kufunga ni muda wote, lakini sisi kama kanisa la Efata tufunge mwezi wa 5. Kufunga mwezi wa 5 sio kwamba hatufungi mifungo mingine au katikati ya miezi mingine, hapana. Huwa tunafunga katika miezi mingine, lakini hii ya mwezi wa 5 ni maalum kwa wanaefata wote ulimwenguni. Hii tunafunga wote ambao sisi tunatumika katika wito na kusudi la kanisa la Efata. Na hii ni kibiblia. Ukisoma kitabu kile cha Zekaria sura ile ya 8 mstari ule wa 19, neno la Mungu linatuongoza. Linasema hivi: Bwana wa majeshi asema hivi, saumu ya mwezi wa 4 na saumu ya mwezi wa 5 na saumu ya mwezi wa 7 na saumu ya mwezi wa 10 zitakuwa furaha na shangwe na sikukuu za kuchangamkia kwa nyumba ya Yuda, basi zipendeni kweli na amani. Biblia hapa inatupa picha kwa hawa nyumba ya Yuda, na sisi wanaefata tunapita kwenye lango hilo. Anasema saumu ya mwezi wa 4, saumu ya mwezi wa 5. Bwana wetu Yesu Kristo akamuelekeza mtumishi wake sisi tufunge kanisa zima saumu ya mwezi wa 5. Ni kibiblia, ni neno la Mungu, sawa sawa na kitabu kile cha Zekaria 8:19. Utajisomea kwa muda wako. Lakini kwa nini tufunge mwezi wa 5? Na kwa nini tuwe na maombi ya mwezi wa 5? Kufunga na kuomba vinaendana pamoja. Japo wengine wanaweza wakafunga wasiombe, lakini kwetu sisi kufunga na kuomba vinaendana pamoja. Japo wengine wanaweza wakaomba wasifunge, lakini inapendeza sana na inakuwa na nguvu sana unapopata muda wa kufunga na kuomba.